Askari mmoja aliona mama mzee akienda misa kukinyesha, na huyu alikuwa shosho mzee, na hiyo akamuuliza, unaenda wapi? Akamwambia, naenda misa. Hilo jambo akabaki akilitafakari, kama saa hii kuwe kunanyesha na huyu shosho anaenda misa. Baadaye yule askari alienda akamuuliza, akamtafuta huyu nyanya, ndiposa aweze kudhibitisha ni nini ilisukuma huyu mzee awe anaenda misa wakati kunanyesha. Na alipoenda kwake akamwambia baadaye, of course, nilikuwa naenda misa because naamini kuna Mungu. I believe there is God. Jambo hilo likaguza yule askari. Ameenda kwa sababu anaamini kuna Mungu. Ni nini natuvutia? Ni nini nakuvutia? Is it the true faith? Na ndiyo maana leo swali ambalo tunataka kujibu, imani ni nini? Na Waibrania ametupa jibu. Ukisoma Waibrania 11, na ndiyo mitume watamwambia Yesu, tuongezee imani. What is that faith? Imani ni kuwa na uhakika wa mambo tunayotumainia. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo kumaanisha haujayaona, lakini unatumaini utaipata. That is faith. Na hiyo nadhani ndio leo Habakuk ameambiwa aiandike. What is your vision, Habakuk? What is your vision as a Christian? Ni imani, ni mambo tunayotumainia na kuyasadiki. Ni kusadiki kabisa mambo ambayo hatujaona. Ni kusadiki kabisa mambo ambayo hatujaona. That is what we call faith. Na ndio leo mitume wamemwambia Bwana, tuongezee imani. Kumaanisha wako nayo. Wako nayo. Na kwa nini wamesema tuongezee imani? Kwa nini wamemwambia Yesu waongezewe imani? Ukitaka kujua ni kwa nini, jibu liko hapa. Luke chapter 17 kuanzia 3 inasema hivi: kama ndugu yako akikukosa, muonye. This is just the previous verse before waseme tuongezewe imani. Ndio tuweze kujua kwa nini walisema hivyo, lazima usome hapo juu. Hapo juu amewaambia nini? Kama ndugu yako amekukosa, muonye. Akitubu, umsamehe. Are we together? Kwa hivyo kwanza mtu ikiwa ndugu yako amekukosea, muonye. Akitubu, umsamehe. First point. Na kama akikukosea mara 7 kwa siku moja, na arudi kwako aombe msamaha, lazima umsamehe. Si leo ni Sunday, mtu mmoja akukosee 7 times, na arudi kwako na kukuambia nisamehe. Ndio maana baada ya Petro kusikia hivyo, ndiye ameinua mikono akasema, Bwana, tuongezee imani. So imani yao imepungukia wapi? In the difficulty to forgive. Unakumbuka hata Petro alimuuliza Yesu, ndugu yangu akinikosa nimsamehe mara ngapi? Mara 7. Leo ameambiwa ikiwa ndugu yako amekukosea siku moja mara 7 na akuje akiomba msamaha, basi lazima umsamehe. Hii ndiyo sababu wamesema tuongezee imani.
So it is in forgiving. That is how difficult it is. Na ndio maana mitume wamesema ikiwa ni hivyo, basi Bwana tuongezee imani. Na ni kweli. Sababu usiposamehe ni nini itafanyika? Sisi zote ni matunda ya msamaha. Hakuna mtu hata mmoja anayeweza kusema tangu azaliwe, si hata kuzaliwa, tangu uanze kutumia akili, the age of reason, mwenye hajakosea. Tunaishi kwa kusamehewa. Tumekosea wazazi wetu, tumekosea walimu wetu, tumekosea jirani. So we are a product of forgiveness. Number 2, tusiposamehe tunampa shetani nafasi kucheza boli katika roho zetu. We give an avenue to the devil to work in our souls. We poison our souls by unforgiveness.